Wewe mjangu. Eh. Okay, nimekumbuka. Wala usijali. Nitaenda kuchukua zile kuni mke wangu. Unasemaje? Yaani wewe muda wote mimi nitakapokuona niwe na kuagizia kuni. Muda wote kuni tu. Sikiza mshana nikwambie. Tokeo ulipotoka saa hizi ndo unarudi. Ni muda gani ambao umetumia? Au unanifanya mimi mtoto mdogo, si ndio? Mbona sio mwelewa wewe? Unatoka wapi? Mke wangu nilikuwa kwa Rome. Hey. Tena wewe mtu mimi simpendi. Hivi mnamjadili mtu gani kwani? Kila siku vikao visivyoisha na wewe Rome. Au ile bunge la kwangu mimi, si ndio? Ramla mke wangu. Wewe ni wakati mgumu sana maisha. Mke wangu, muda mrefu unakuwa umekasirika, unakuwa umenuna. Una hata muda kupiga story na mimi. Mke wangu. Saromu rafiki yangu. Tunaongea mengi kuhusu maisha. Na nahisi yule angekuwa mwanamke yule ungemuoa yule. Mimi naona kuongea saa hayo. Kwa hiyo unanifanya sasa mimi niishi bila rafiki. Sawa, nimekuelewa. Haya, ondoka basi. Sasa nisamee. Nataka kila saa mimi nikae na zungumza tu. Na mimi pia nataka tukae tubaki peke tuwe sote. Imekuwa kila saa ni mtu wa safari, kila saa ni mtu wa safari. Basi. Nafikiri mimi si mimi. Basi nimekuelewa mke wangu. Yaani nashindwa hata kuelewa. Kiukweli kabisa. Sababu ni mwanaume ambaye hata muda mwingine ninapotoka naye kwenda tu sehemu, basi tunaweza tukafika njiani akanambia wewe tangulia nyumbani, mimi nakuja. Basi hapo nisahau. Huyo si mtu wa kurudi saa hizi. Ila nachukia sana na naumia sana. Chengine ambacho mpaka sasa hivi nashindwa hata kuelewa ni kitu gani, ni nini hasa kinachonisumbua mpaka na hivi nikiwa niko nyumbani alafu yeye hayupo, basi roho inanitamba sana, inanihangaika, natamani arudi, lakini hapo atakaporudi sasa yaani hata sijui niseme nini. Namchukia. Nafsi inanishika na hasira, nimshike hivi. Yaani naumia. Hapo haja nikosea, sio kama kanikosea. Yaani haja nikosea. Lakini nafsi ndio inanituma vile. Namchukia, simpendi, yaani sitaki hata nisogelee. Yaani mpaka sasa hivi najiuliza, hiki ni kitu gani? Hivi unajua shoga yangu, nimekusikiliza umeongea maneno mengi sana, nimekusikiliza. Hivi unajua kwamba unampenda mume wako? Yaani unampenda mshana. Na wote ni hivyo ndio wanaokusumbua. We, embo ishia hapo hapo. Unampenda. Sema ishia hapo hapo. Tusifike mbali. Nimekuja kueleza shida zangu. Unipe ushauri. Huo ndio ushauri? Ili tuzidi kuheshimiana zaidi. Naomba uniache tu niondoke. Kumbe ndo wale. Sasa huo ndo ushauri? Nimekuja kukuambia maneno yangu, nipe ushauri mzuri. Niache, sitaki kuongea maneno mengi maana nahisi tutakosana. Inatosha. Ramra.
Mke wangu, basi umekuwa mvivu na lalala, hutaki kufanya kazi. Sasa tutakula saa ngapi? Siko sawa kwa kweli. Mbona sasa vyombo vyako pia vichafu ya viosha? Mwili unaisha nguvu, mate yananijaa mdomoni, nasikia kizunguzungu, yaani siko sawa, sijisikii vizuri kwa kweli. Sio hata miguu hii. Yaani Sugu yenyewe imevimba hizi. Au unakiwa unasimama muda mrefu sana? Tasile. Tatizo nini hivi? Basi wewe unafanya mazoezi. Basi okay. Pumzika. Acha mimi nikaandae chakula leo. Sawa. Sasa wewe pika unachokipika, lakini usinipikie utopolo. Ramla, mke wangu, si nimekwambia upumzike pale utulie, mimi nitapika. Utaula mwenyewe huo. Ushaanza mambo yako. Bwana, empika basi. Chechea na ukuni hiyo upande wa huko, hebu uchochee huko. Upande wa huko. Huo ndo wanaume. Ndio umeridhika sasa? Msizoe kila siku kupikiwa. Usharidhika sasa? Tuombe Mungu mambo yanaweza kukaa sawa. Bwana, hebu kuna issue moja. Kolezi. Hivi unafahamu sasa tabia shemeji yako jinsi ilivyo? Vipi tena? Yaani kaza visa vipya. Nini tena? Siku hizi bwana kama mvivu sana. Hapendi kupika. Yeye mtu kulala muda wote. Lakini miguu pia na mvimba. Aise, ila pole sana. Ila nikikumbuka kuna siku shemeji yako aliwahi kuniambia kitu. Alikutana na Ramla mtoni. Katika mazungumzo yao alijaribu kukugusia. Eti akasema mume wangu sasa hivi najikuta tunamchukia. Simpendi hasa akiwa karibu yangu. Lakini akiwa mbali na mimi huwa natamani sana, yani namtamani sana awepo karibu yangu. Unaona? Aliongea mambo mengi lakini shemeji yako akamwambia, wewe kinachokusumbua ni wivu, unampenda sana mume wako. Kosa. Kwa nini unaniambia ninampenda mume wangu? Basi hapo hapo Ramla alibadilika. Akamchenchia shemeji yako kweli kweli. Unaona? Lakini shemeji yako akaniambia yawezekana huenda Ramla ni mjamzito. Naona. Sasa mimi cha kukushauri, unajua wanawake huwa wanajuana wenyewe. Hebu jaribu kumpeleka mkeo hospitali. Akapime mimba tu. Mimi sina imani kama ni kweli ni mimba. Sina imani. Yaani mpaka muda huu mwezi mzima na hivi kweli nisoni hata dalili za kutapika? Kweli? Kaka, unachokitafuta wewe ni amani. Sawa. Mimi nakushauri umpeleke hospitali. Nenda kampime. Okay. Hebu nisiwe mbishi sana mada. Acha nijaribu kufanya hivyo. Na naamini pia hata kama ni tatizo jingine nitapata ushauri kule kule. Hilo ndo la msingi. Kwa kuwa ameshaanza zile dalili za kulala, za kuvimba miguu, sijui nini. Sijui, huenda yatanikuta na mimi, maana na mimi ndo niko mbioni huko mliko nyinyi. Poa. Basi sawa, baadaye basi. Sana hilo fresh. Mawazo ulonipa yananifanya nakosa raha. Natafuta pa kushika, sipaoni hata pa kukaa. Mawazo ulonipa yananifanya nakosa raha. Natafuta pa kushika, sipaoni hata pa kukaa.